hujakosea. Mkwe wako amemfufua Zuchu mbele ya macho za watu, dhahiri shahiri. Inabidi tusogee nyuma ili tuipe wazi maiti, kwa sababu nilipopewa taarifa nimwapigia polisi, wanakuja kustiri huu mwili. Tumeelewana? Kila mtu ameona kuwa yeye ni mfufuaji. We binti, unafuata nini hapo wakati mimi nimeshawaambia watu wasogee ili polisi waje? Nataka kuhakikisha kama kweli amekufa. Zuchu, embu amka. Mkuu, hii inakuwaje? Mbona unanichanganya? Tunajua kweli mkuu wangu kapewa dawa na mtaalamu akafanyiwa kinga, lakini mambo mengine ya ufufua yanakuwaje mkuu? Au umechanganyikiwa kwa sababu ulilazwa nje? Koma we chizi nini? Mimi nimekuja kukueleza kuwa nimemshuhudia kwa macho yangu dhahiri shahiri, na yeye ndiye atakuwa anahusika na kila kitu. Bi Migomba, hakuna mtu yoyote anayemsaidia, ni yeye mwenyewe. Nisikilize sasa, nakwambia hivi. Mamjumbe, shida nini? Mbona unamfokea mke wangu kiasi hicho? Hapana, nilikuwa tu nimekuja kumwambia kuwa nyumbani kwenu hapa kama pachafu, hapaeleweki. Chafu? Mbona nyumba safi na imefanyiwa safi asubuhi vizuri kabisa, kuna shida yote? Na hata kama nyumba ingekuwa ni chafu, kuna utaratibu gani wa mjumbe kuja nyumbani kwa mtu kumfokea kwa sababu nyumba yake ni chafu? Sijapenda hivyo. Si unajua tena kazi yetu hii ya ujumbe ni ya wito. Sasa tunajitolea, mara nyingine tunakuja sehemu kama hizi kuangalia mazingira kama masafi au machafu. Lakini sijapenda